Basi ninaitwa Daudi Maenge na ni mwinjilisti, napatikana YouTube pia. Mungu awabariki sana. Amina. Ni mhubiri wa neno la Mungu. Amen. Nimeamua nifungue channel yangu YouTube, huwa nahubiri na nifungia ndani kimya. Amen. Amen. TikTok, Amen. Instagram na sehemu zote. Amen. Injili imefika mpaka huko. Amen. Amen. Wasifiwe. Amen. Pia nimeajiriwa jamani, mimi nauza mafuta sheri. Amen. Wasifiwe. Amen. Nipo na pale kama hujafika mzani, hapo ndo mwanzo nilipo hapa. Amina. Basi Mungu awabariki kama nilivyojitambulisha, na nashukuru Mungu kuonana na wageni. Waimbaji, Mungu awabariki sana. Amen. Nimependa sana waimbaji wenu. Amen. Unajua kwenye tenzi unapokuwa unasikia kuna kitu fulani ile noti ile kikaa vizuri, yaani roho mwako unaona mnavutana kabisa. Amen. Kama iendelee. Amen. Mungu awabariki. Basi nitakwenda kuomba kwa sababu ya neno la Mungu. Yes. Baba, katika jina la Yesu asante. Asante kwa ajili ya wakati mwingine tena mzuri ambao watoto wako wamekusanyika hapa hawajaja bure. Kwa sababu unasema wewe ni Mungu unayetufundisha tupate faida. Na sisi tumekuja tumekataa hasara, ndio maana tuko hapa. Tunaomba neema yako Bwana itufunike. Takase kila mmoja moyo wake, mpe neema ya kusikia. Ondoa ganzi katika moyo wake. Ondoa lile jiwe katika moyo wake, mpa moyo wa nyama wa kusikia na kufinyangwa. Roho Mtakatifu, ninaomba unitumie kama chombo tu, kama yule punda uliyempanda pale ukielekea Yerusalemu. Nami nipande Bwana kwenye ibada yako siku ya leo. Nahitaji neema yako, mimi nipungue lakini wewe uongezeke. Wape masikio ya kusikia. Adui shetani hana nafasi katika ibada zetu. Ninafunga kila falme na mamlaka ya giza katika hili leo. Wakuagiza hawana nafasi kwa jina la Yesu, bali naalika uwepo wako. Malaika watakatifu wanaosimamia ibada, naomba wakapate kutawala katika jina la Yesu. Ninaachilia kanisa hili mikononi mwako Bwana. Tunahitaji utulivu, tunahitaji kuhudumiwa, tunahitaji Roho Mtakatifu ukatembee kwa viwango vile vile ambavyo Bwana umekusudia siku ya leo. Asante Bwana Yesu kwa kuwa unastahili. Katika jina la Yesu kila mwenye pumzi naseme basi amina. Amen. Basi Ufunuo 3 mstari wa 11 na ule wa 12. Kichwa cha somo kinasema shika sana ulicho nacho. Kichwa cha somo kinasema shika sana ulicho nacho. Ufunuo 3:11 na ile 12. Nitakwenda kusoma. Neno la Mungu linasema naje upesi, shika sana ulicho nacho, asije mtu akatwaa taji yako. Yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu, wala hatatoka humo tena kabisa. Nami nitaandika jina la Mungu wangu na jina langu mwenyewe ile jipya. Bwana Yesu asifiwe. Hapa chini anasema aliye na sikio na asikie, ambalo neno hili Roho ayaambia makanisa. Bwana Yesu asifiwe. Na neno la Mungu kichwa somo linasema shika sana ulicho nacho. Tutakwenda kuangalia mbele, shika sana ulicho nacho ni kitu gani? Na ni kwa nini neno la Mungu Yesu anasema shika sana ulicho nacho? Anasema mimi ndio ninazo funguo za ufalme wa mbinguni. Mimi ndio nimeshika funguo za Daudi. Tazama nikifunga hakuna wa kufungua, na nikifungua mimi hakuna wa kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi pia tutakwenda kuongeza andiko moja. Tutakwenda kusoma Timotheo wa kwanza 6:12. Timotheo wa kwanza, baraka wa Paulo kwa Timotheo 6:12. Anasema hivi: piga vita vizuri vya imani, shika uzima wa milele ulioitiwa, ukaungama maungano mazuri mbele ya mashahidi wengi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu ndio taa ya miguu yetu na ndiye mwanga wa njia zetu. Neno linasema shika sana ulicho nacho. Ninapozungumzia shika sana ulicho nacho, maana hicho kitu kina thamani. Shika sana ulicho nacho kwa sababu ulichopewa kina thamani. Na ndio maana Paulo anasema katika Wafilipi, na kaza mwendo niifikie mbele ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kaza mwendo. Sasa hapa anamwambia Timotheo, piga vita vizuri vya imani, shika uzima wa milele ulioitwa. Kumbuka neno hili Mungu anayeambia makanisa, sio watu wa dunia. Lakini tunapolisoma
ni kama vile magugu na ngano. Lakini hapa analiambia kanisa ambalo Yesu amenunua kwa damu yake mwenyewe, shika sana ulicho nacho. Hawezi akawaambia watu waovu ambao wako kwenye dunia kwamba shika sana ulicho nacho. Watashika kitu gani? Kwa sababu wale hawajui kupambanua mema na mabaya, dhambi na haki hawajui. Sasa anaposema shika ulicho nacho, anazungumzia kwenye kanisa kwanza. Akisha kuita na kuweka kwenye kanisa, kuna vitu huwa anavitoa kwa watu. Shika sana ulicho nacho. Utaenda kuangalia mbele, utagundua kwamba ukisoma Matendo ya Mitume utagundua kwamba ile taji ambayo Yuda alipewa, alinyang'anywa akapewa Matia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Taji ya Yuda ilinyang'anywa akapewa Matia. Amen. Sijui kama mnanielewa. Wewe kuongeza andiko moja, Timotheo wa 2:7-8. Timotheo wa 2:7-8. Anasema hivi, nimepiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji ambayo mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, si mimi tu bali na wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Haya ni maneno ya Paulo, ni yale yale. Anasema piga vita vizuri. Na hapa anasema wakati anatimiza huduma yake, anajijua kwamba wakati wangu umefika. Hapa alikuwa jela, anajua sasa nakwenda kufa. Waraka wa pili wameandika akiwa lock up. Anasema mimi ni mfungwa wa Kristo. Sasa anamwambia mwendo nimeumaliza na imani nimeilinda. Ukichukua watu kwenye misiba, unagundua kwamba mtu akifa huwa wanachonga zile nguo, wanaweka mihuri, huwa wanaandika kwamba vita tumepiga, mwendo tumemaliza. Bwana asifiwe. Lakini ukiangalia hakuna vita vilivyopigwa, badala yake umepigwa, lakini maneno ambayo yanawapa tu faraja. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa Paulo anasema nimepiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimemaliza, imani nimeilinda. Na baada ya hapo nimewekewa taji ya haki ambayo Mungu atanipa siku ile. Katika Timotheo hii wa 2:4-5 anasema hivi, hata katika michezo hakuna mtu anayeweza kupata taji asiposhinda kwa uhalali. Timotheo 2:5. Timotheo 2:5 anasema hata mtu akishindana katika michezo hapewi taji asiposhindana kwa halali. Kwa halali. Taji huwezi kupata, upate thawabu, upate tuzo kama hujashindana kwa uhalali. Kwa sababu kuna watu wanataka kushindana lakini wanashindana sio kwa uhalali. Pale nikutana na watu wanajiita watumishi wakati hawajaitwa, na wao wanasema na sisi tunamtumikia Mungu. Paulo anasema tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukaze mwendo, kwa sababu tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi. Mashahidi ni hao watu wanaotutazama ulimwengu, watu wa dunia ambao wamekataa mwito, wamekataa kuitwa. Ndio maana Yesu anasema wengi watatoka magharibi na mashariki wataujia ufalme wa Mungu, lakini wana wa ufalme watatupwa nje. Huko ndiko kutakuwa na kilio cha kusaga neno. Neno kidogo linatisha. Paulo kabla hajaitwa Paulo aliitwa Sauli, muuaji. Lakini pia na hiyo ukisoma katika Galatia anasema mimi sio muuaji, nilikuwa nafuata sheria za baba zangu, kwenye dini ya baba yangu nilitendea sawa sawa, nikisema kwa habari ya kimwili kama wanadamu mimi niko sawa 100%. Lakini kwa sababu ya hii imani ya Yesu leo ni mfungwa, mimi ni masikini kabisa, tena najiona kabisa ni mwenye makosa, ni muuaji. Anasema kwa habari ya kufanya kazi kwa bidii, basi nilikuwa na bidii, nilitesa kanisa. Na Paulo alitumikia sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Anakutana na Yesu njia panda, ndipo Yesu anamwambia ni vigumu wewe kupiga mteke mchokoo. Huwezi kupiga mwiba mteke wewe. Huwezi. Wewe ni nani Bwana? Mimi ndiye Yesu unayenihusu wewe. Paulo pale amegeuzwa, haitwi Paulo, aliitwa Sauli. Yesu anambatiza njia panda, haitwa Sauli. Sauli, mbona unaniudhi? Ndio huyu Paulo anapoenda Dameski ndio anayetangaza Yesu ni Bwana. Watu wanasema mtu huyu aliyeusi watu watakatifu, aliyechukia njia ya wokovu, leo anatangaza habari za wokovu.
asifiwe. Lakini cha ajabu ukishaokoka ubabe unaisha. Paulo huyu anapigwa makofi anawaangalia tu watu hivi. Sio kawaida, huwezi kumpiga Paulo wewe. Huyu jamani kwa jenerali huyu. Mtu anapata ujasiri wapi kwenda kwa mkuu wa makuhani naomba barua kabisa special. Kama kuwaua tumeua, haitoshi na kwenda Dameski. Naomba barua, nipigie na mihuri, sitaki askari yoyote anisumbue na mbele yangu asikatize. Nipe na askari na wakuu wa makuhani wengine na waomba. Jamani ondoka na barua. Sio kazi ndogo. Ndipo Yesu akaona ujamaa anaenda kumaliza kanisa. Anamaliza kanisa. Tunasema wakati uliokubalika nilikusaidia. Siku ya wokovu ndio sasa. Usije ukafikiri uliokolewa kwa bahati mbaya, hapana. Mungu anasema kwenye Isaya nitawaleta vipofu kwa njia wasizozijua. Hukujua saa ya kujiliwa kwako. Haukuijua, lakini ulijikuta umeokoka kama kwa ujanja fulani. Ni wachache sana waliookoka kwa mateso. Kama mimi, ni wachache. Wengine walijikuta wameangukia kwa walokole, hawajajua kwa nini wapo. Na baadaye Mungu anawatia nuru ndipo wanafahamu hivi kumbe niliokoka hivi. Kama huamini ile sala ya toba, kuna wakati alikuta unaomba sala ya toba hapa kwenye madhabahu tunapotuma neno. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu Paulo pamoja na utume aliyokuwa nao, pika mahala mpaka wakina Petro wanamuogopa. Wakina Petro. Huyu mwisho wa siku Paulo anasema vita nimevipiga. Tambua tupo kwenye vita vya kiroho. Wokovu hakuna anayekubali. Ukizungumzia wokovu hata kwenye dunia, ukienda hata kwenye serikali, ukienda mtu mlokole hawezi akaitwa kwenye mfalme mle ndani. Huwezi kaingia ikulu kirahisi. Wanachukuliwa watu wa dini wanaopangiwa vya kuongea. Utapangiwa vya kuongea. Kwenye dini ndio maana hawezi kuhubiri katika roho. Utaona na kusomea mifano ambayo anaitoa, lazima usome. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa Paulo ndipo anasema vita nimevipiga. Na hivi vita hazungumzi vya kimwili kwa wakati ule. Anazungumza vita vya kiroho. Ukisoma katika Waefeso anasema kwa maana kushindana kwetu sio juu ya damu na nyama. Hatupambani ni juu ya damu na nyama, yani kwa damu na nyama tunavyoona, bali ni juu ya falme na mamlaka na juu ya wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya wanaozunguka hapa naongezea katika ulimwengu wa roho. Yapo kwenye ulimwengu huu yametanda juu ya anga. Lakini Mungu angesema nikufungue macho, nikuonyeshe jinsi gani jeshi la washambi linalokufuatia wewe. Hapo unakwambia usingeenda kwenye ibada kwa sababu wanakuzingira mbele. Unakwenda wapi? Bwana Yesu asifiwe. Ni vile hauoni, ni vile hauyaoni. Yaani ni vile hauyaoni. Maana kuna wakati Paulo akasema hivi, napokwenda masokoni kununua vitu, wanangu msiulize nyinyi mwenyewe ondokeni. Kwa sababu ungesema uulize utanunua vitu sokoni pale. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kwenye vita tunapambana katika ulimwengu wa roho. Tunasema japo tunaenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Tunaenda katika ulimwengu wa roho. Na sasa sio kama wengine wanaogoshi. Wanaogoshi neno la Mungu wanachanganya na uongo. Sisi kwa unyofu wa moyo inahubiriwa kweli. Maziwa ile chakachuliwa mwenyewe utakuja wakati unayagiza kama maziwa special. Hivyo unajisikiaje? Ndio maana ni vibaya kwa mlokole kumuuzia mtu maziwa weka maji. Unagoshi wewe kwa mtu uko ibada ni maziwa lakini sio fresh. Nimeweka tu na maji ili yaongezeke. Nikupe chai ya maziwa, sio maziwa fresh. Petro anasema neno la Mungu ndiye maziwa. Hasa mtu anapolichakachua, huyu anakuwa anatafuta faida yake mwenyewe. Kuna kitu anakitaka. Kwa maana hata angekuwa askofu wako, akihubiri kitu ambacho hakipo kwenye neno la Mungu, huyu ni shetani. Mungu anasema neno langu katika Mithali 30 pale 5-7, neno langu limehakikiwa mara 7, limefungiwa na kuombewa na kuvuviwa nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa maana kuna watu wanataka kuvunja msingi wa Paulo. Wanasema sisi nyinyi wa Kristo kwa nini kila kitu mnafuata nyaraka za Paulo? Paulo si mwanadamu kama wengine. Wengine wamekula wameshiba, sasa wanaona wao wanaweza kuliko Paulo. Wanasema Paulo aliandika, kwani sisi ni watu gani tukiandika vitabu vyetu, kwani kuna shida? Kuna shida? Mbona Paulo si mwanadamu? Wanaona kwa sababu wanatoa pepo zinatoka. Mbona tukiombea watu wanapona? Hasa huyu Paulo aliandika ni nani? Watakuvunja msingi. Na wakati Paulo wamesahau Yesu anapomwambia utalichukua jina langu mbele ya wafalme na mbele ya mataifa. Ndio maana anasema mtu asinitabishe, nimejaa chapa za Yesu. Chapa hizo sio kwamba alipigwa mihuri, viboko, mateso kwenye mwili.
siku utakuwa na kutibu mpaka leo umechanika ni kushone, kesho pale pale wewe jamaa utaoza eti. Bwana asifiwe. Huyu ni Mungu anayekutia majeraha na kufunga majeraha. Fika mahali Paulo anasema basi Mungu, hebu niondolee basi kaka udhaifu, mwiba huu utoe. Kwa sababu mateso yamezidi. Fika mahali kwenye masoko, Paulo anapigwa. Mpaka piga mawe, mpaka wanamfukia mawe yanaisha, yanakuwa kama kaburi. Halafu jamani anainuka tunasema nimefufuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hapo tunarudi kwenye somo. Bwana asifiwe. Hapo mpaka anasema vita nimevipiga, sio vita vidogo. Ameshindania imani aliyokabidhiwa mara moja. Imani, mitume wamekufa kama wanyama. Wapo leo tundikwa vichwa chini miguu juu. Petro pamoja na kuwa mnamsoma kama muoga, mimi nakwambia ukweli. Petro sio muoga pale, alikuwa ni wa kimwili, bado hana Roho Mtakatifu pale. Kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa anatembea katikati yao. Ila yule aliyeingia ndani yake ndio huyu Petro. Vivuli vinaponya watu. Tunaona Yesu anambia Petro, naye kuambia hutaelewa sasa, utaelewa baadaye. Wakati Yesu anawatawaza, anawaambia anayetaka kuwa mkubwa lazima awe mdogo. Hawakumuelewa. Akachukua kitambaa akaanza kuwatawaza miguu. Petro alikuwa na akili sana, ila wanamuona kama mjinga. Akasema, wewe mwalimu, puti anitawaza miguu kama. Akajiona yeye mwenye hekima kuliko wote, akajiona anatawazwa na mtu mzito hivi. Yesu kufama si huyu atawaza sisi. Wakati sisi tunataka tumsaidie yeye. Bwana Yesu asifiwe. Hutanitawaza kama Petro. Yesu anafahamu hiki ndugu cha Petro sio mchezo. Yesu hata Petro, hebu nisikilize, unaweza ukaribu ibada. Kama sitakutawaza una ushirika na mimi. Una ushirika hapa, nafanya kitu kinaitwa ushirika. Basi usinitawaze mikono tu mpaka miguu na mpaka kichwa. Mtu aliyeoga hana haja Petro. Nimewapa kielelezo nilivyowafanyia, na nyinyi fanyeni hivyo hivyo. Hivi kati anayekula chakula na yule anayeleta chakula, nadhani ni yupi mkubwa pale? Yule aliyekaa ameletewa chakula anakula, na yule anayemletea. Sasa basi nyinyi, mimi sije kutumikiwa. Nimekuja kutumika. Kuna watu wachache wana wa Zebedayo wakasema, Bwana naomba utujalie sisi wengine wakae mkono wako wa kuume, mwingine wa kushoto kwenye ule ufalme wa mbinguni. Hawa ni watu waliofunguliwa macho, wameona hapa kuna mbingu mpya na nchi mpya. Ndipo Yesu akasema, sijaja kwa ajili ya mtu mmoja, bali kwa ajili ya ulimwengu wote. Sasa wanafikiri Biblia inaposema shetani ni kama simba anayenguruma, anatafuta watu wawameze au mtu ammeze. Anatafuta mtu, sio watu. Kwani unajai kuona simba kwenye mbuga? Huwa anakamata swala waliokaa wameongozana hivi. Lazima kwanza ungurumu. Wanapokuwa wanapishana, huyu mmoja anayesoma nyuma yake huyu anapigwa, ananiwa. Ndio watu waposemaga ushirika una maana. Amina. Vita tunapambana navyo mtu mmoja peke yako hutaweza. Kuna vingine uwezi. Utapambana na vitu vidogo vidogo, lakini kuna vingine ni vizito. Vinahitaji tukutane, tukae, tuwashe moto. Unapenda mchezo. Hivi mishale 100 inapotupwa, hii mishale yenye moto, lakini inapotupwa kwenye hema inapodaka lazima iungue na uchawi uungue. Hasa Paulo mwisho wa siku hapa ndipo anafunua yaliyo moyo wake, anakuambia jamani, Timotheo, vita nimepigana, wewe ndio uliomaliza. Ni imani nimeilinda. Imani nimeilinda. Na nimepigana kwa uhalali. Ndio maana kina Samuel kabla hawajafa anasema, nilichukua punda wa mtu kwa hila, nilichukua rushwa, au nilimuomba nani rushwa ili nipofushe macho. Unajua unaweza ukawa na gari bovu barabarani, ukakutana trafiki akwambia faini yake 30. Una leseni 30-60. Tairi sio nzima umecholea tu kiujanja hapo 90. Naomba nipunguzie, lipa 30 kwa utu wangu. Afande ile hela sina. Halafu anasema okay, leta leseni. Sio anakuomba leseni, anataka chini ya leseni uweke kitu kidogo. Halafu anakuangalia na kwambia rekebisho. Bwana asifiwe. Amen. Nini rushwa inapofusha macho? Yaani ile badala ya kuitafuta haki inageuzwa. Badala kitu kibovu kinakuwa ni kitu kizuri tu. Gari bovu inakuwa ni gari zuri tu. Nini? Ni rushwa inapofusha macho. Ndio maana Paulo hapa anasema hata wanaoshindana katika michezo hawapewi tuzo au taji wasiposhindana kwa uhalali. Hapa anasema baada ya hayo nimewekewa taji. Bwana Yesu asifiwe. Soma Wakorintho wa kwanza 9:25. Wakorintho wa kwanza 9:25.
Ndio. Je, ambia kuwa wale washindanao kupiga mbio. Ndio. Kupiga mbio wote, lakini apokeaye tunzo ni moja. Pigeni mbio namna hiyo ili mpate. Na kila ashindanaye katika michezo kujizuia katika yote. Basi hao hufanya hivyo kusudi wapokee taji iharibikayo. Bali sisi tupokee taji isiyoharibika. Amina. Bwana asifiwe. Anaizungumzia dunia ni sawa sawa na wacheza mpira. Anasema wao wanaposhindana katika michezo, wanashindana wengi sana uwanjani, anayepokea tuzo ni huyu mmoja. Kuna kombe fulani la taifa. Wanashindana wengi, wale wanaoshinda ndio wanaopokea tuzo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa anasema hivi, sasa mtu anayeshindana katika hiyo huwa anajizuia. Mtu anapojua kesho na kuna mashindano makubwa, mechi kubwa kweli kweli, kesho kuna vita, wale wanaopambana nao utakuwa wapo kama wewe. Kama umevaa njumu chini na yeye kavaa njumu, kwa maana unayepambana naye ni size yako. Usije ukafikiri mapepo na yenyewe ni ya mchezo, na yenyewe ni wanajeshi hivyo kama ulivyokuwa wanajeshi. Kama askari wao ni wa Kristo, na yenyewe ni maaskari. Yanajua mbinu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mbinu yanazo, na yenyewe kuzimu yanafanya vikao kwa sababu yametoka mbinguni ya utabu. Ni maroho. Kama yalimjaribu Yesu kwa neno lile lile, wakati Yesu ndiye neno mwenyewe. Yanajua. Yanakujaribu yenyewe, anamjaribu. Ukishinda ina shida na kutafuta kesho. Umeshinda kwenye ujana, tafuta kwenye ndoa. Umeshinda kwenye ndoa, yatatafuta kwa watoto. Umeshinda kwa watoto, hayakati tamaa usiku na mchana. Bwana mtu ombeni bila kukoma. Ni zamani njoga nikioa nikamaliza matatizo, kumbe ndio kwanza naanza. Sasa hapa Paulo anasema hakuna anayeshindana katika michezo anajitia kwenye shughuli za dunia. Bwana asifiwe. Bali anajizuia. Tunaona Paulo za vita, nimepiga imani nimeilinda, yani nimejizuia. Kuna vitu vingine vya kidunia lazima ujizuie ili uweze kupambana vita vya kiroho. Yako mambo mazuri sana unayapenda, lakini yanaua mambo yako ya kiroho. Kwani tukisema tuanzishe biashara zinazolipa hakuna anayeweza. Mimi niliwahi kufungulia mama yangu biashara, niliwatoa wote kwenye kilabu, nilisema kilabu chote nataka kiwe cha mama yangu. Bwana asifiwe. Na pombe sasa ndio zinalipa kuliko chochote zoneka kama mpira mle ndani. Sasa kuna vitu vingine Mungu lazima mjizuie kwenye ulimwengu huu. Paulo anasema utaua na kudisika ni faida. Kuna kahali fulani lazima uwe nako, yani itoshe tu. Kwa sababu anasema wanaotaka kuwa na mali wanaanguka kwenye majaribu na tanzi zenye kudhuru. Mwisho wa siku unaingia kwenye choo cha kike badala ya choo cha kiume. Tanzi, unafahamu kitanzi? Fedha huwa inaleta uchungu. Unaweza usiende kwenye ibada, biashara iliyokukata. Ndio maana Mungu Yesu anasema hivi, mbegu iliyopandwa kwenye mlima ni ile ilisoma, ikawa haizai, haiwezi kumzalia Mungu chochote, kwa sababu kwenye shughuli mle kuna udanganyifu. Kuna udanganyifu wa mali. Ndio maana Daudi anasema kwenye Zaburi ya 62 mstari wa 10, mali inapozidi usiangalie sana moyo, ilifanya kama hakuna kitu. Na Paulo naye akathibitisha, anasema aliye kwenye ulimwengu huu awe kama afanye hautumii, na aliyeoa awe kama sina chochote kilichoongezeka. Mwenye fedha ajifanye kama hana, yaani uwe kama mtu wa kawaida tu. Sio kwamba unajiinua kama mabwana wanajifanya kwenye mitaa yao, zaidi yangu hakuna mwingine, mimi ndiye prophet. Tujui Mungu huwa hafanyi agano na maskini. Kile yako mafundisho. Mungu hafanyaje agano na maskini. Maskini ni mtu wa kunung'unika. Ukienda asubuhi ananung'unika, Mungu atabariki vipi? Lazima uwe na pochi nene. Ukikuta kijana suruali imeshuka, wewe unaona wivu, unasema suruali imebana. Hapana, pesa iko hapa, pochi nene ujue. Wewe una hela. Hafanyi agano Mungu na maskini. Hayo ndio mafundisho ya mtume. Sasa hafanyaje agano na maskini? Tuma shetani alichokifanya, amejaribu kuinua manabii na wapa fedha kama background. Hata nyumba wanazokuonyesha maskini sio za kwao. Feki. Kama uamini muulize Kanumba. Wasanii ndio. Unafikiri wana maisha? Kile ni kivuli tu cha shetani kuwavuta, sio wa dunia, wateule. Kuwavuta
hakuna wakunishinda, njoo nikuunge na jicho la tatu. Njoo wanaonyesha hela mtandaoni nyingi, anayeonyeshwa ni mteule, sio watu wengine. Unawindwa wewe. Ndio maana Paulo anasema pigana vita vya imani. Imani hakika unailinda kwa kujizuia. Kuna mambo lazima ujizuie, kwa sababu mtu anayepambana vita hajiingize kwenye shughuli za ulimwengu. Unaona wanajeshi wanakaa kwenye kota pale, tofauti na sasa unaweza kukaa hata uraiani. Ila wanajeshi alikuwa ni kambi tu, kaa kwenye kambi tu, mazoezi chakula, mazoezi chakula, shughuli za pale ndogo ndogo za eneo kwenye jeshi pale basi. Nikitoka pale jeshini nikikutana na mwanadamu ninaona kama nimeonana na mnyama. Jeusi. Tumana usiwachezee wale jamaa. Sio mchezo. Sasa Paulo anasema hata wanaoshindana ni wengi lakini tuzo ni mmoja. Na ninakaza mwendo ili nifikie mbele ya thawabu ya wito mkuu. Hapo chini anasema hakuna anayejitia kwenye shughuli za dunia hii. Kisoma katika Luka ile 21:34. Ndio maana Yesu anawaambia wale wanafunzi wake, jiangalieni mioyo yenu isije ikalemewa na ulafi na ulevi, halafu siku ya mwisho mkapatwa kama vile mtego unavyonasa mnyama au ndege. Bwana asifiwe. Jiangalieni, mpo kwenye vita sasa. Jiangalieni msije mkanaswa kujikuta mmeingia kutenda dhambi kama kipindi cha Lutu. Watu wanaendelea kunywa, wamelewa na ulevi, ndoa za jinsia moja ziko pale. Mungu anasema nilipoiangalia dunia imeharibika, nitafanyeje? Anasema kila analoliwaza mwanadamu ni baya siku zote. Baya. Sasa bora nijifutie tu wanadamu ieleweke tu. Ndio maana neno la Mungu hapo mwanzo kulikuwa neno. Maana yake hapo mwanzo kulikuwa kuna wazo la Mungu. Logos ya neno ni wazo la Mungu. Wazo au njia ya Mungu. Hapo mwanzo kuna njia, yani wazo la Mungu. Anawaza nifanyeje, nimtendeje, nifanye nini? Ameumba vitu vyote, weka ili utimize yaliyo moyoni mwake yeye, sio kwa ajili yako. Achana wafalme wa saizi ambao wamekaa sasa tunaona kwenye serikali kulivyo. Mambo ya siasa na dini leta shida, leta tabu, mnachanganya siasa na dini. Lakini ni kweli inaweza kawa ni kama hekima, lakini sio hekima sana. Na hapo ubiri unaweza kusema ni jamaa fulani limesoma kweli. Hapana, halijasoma. Yesu Kristo. Hawa watu wasio na elimu wao walikuwa na nani? Walikuwa na Yesu. Sasa hivi mfalme Daudi alikuwa ni mfalme, lakini mbona alikuwa nabii huyo? Soma katika Samueli ile 16. Sasa Daudi alikuwa ni mfalme. Katika Matendo ya Mitume 2:30 akawa ni nabii. Sivyo huyo aliyesema kwamba nilimuona Bwana mbele yangu siku zote, wala hutamtoa mtakatifu wako aone uharibifu, kwa sababu utanipandisha kutoka kwenye shimo la kuzimu na kunileta juu. Sivyo Daudi? Na Yesu mwenyewe amethibitisha, anasema kama mimi ni mwana wa Daudi, mbona Daudi alinena mimi ni bwana wake katika roho? Anauliza wanafunzi, watu wananena mimi ni nani? Wewe ni Elia nabii yule. Hawajanielewa. Na nyinyi mnasema mimi ni nani? Sema tunakujua wewe ni mwana wa Mungu, Yesu. Sasa Mafarisayo wanafahamu kama Yesu ni mwana wa Daudi. Sasa kama Daudi, mimi ni mwana wa Daudi, ilikuwaje aliitwa bwana wake? Anasema hakumuuliza neno tangu hapo waliondoka, hata walipoijua kweli hawakutubu ili waiende kweli. Sasa huyu Paulo, tunarudi kwenye msingi wa neno la Mungu. Anasema lazima tupambane. Tupo kwenye ulimwengu, tunapambana na serikali ya kuzimu. Tunasema ni juu ya falme na mamlaka, na juu ya wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya. Yamevaa koti kama wewe ulivyovaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo naposema tunapambana na wafalme na mamlaka, hivyo unajua maana ya mamlaka. Mamlaka unaifahamu. Juu ya falme na mamlaka. Hivi mkuu wa mkoa ni mtu mdogo, anamiliki kitu gani chini yake? Mkoa tu tufanye tu mkoa tu mdogo sana mmoja tu, Iringa tu, mkuu wa mkoa. Polisi
walinzi wako chini yake au wako chini yake? Balozi, wakuu wa wilaya. Hasa unapopana na falme na mamlaka, hapo ni kapepo kamoja kamemiliki kitu hiki. Kana majeshi yote. Kijiji kizima kamekokota. Haya, ukikutana na mkuu wa giza mwenyewe, mfalme mwenyewe wa giza, yeye anamiliki kitu gani? Ndio maana kuna hasara sana ya kutokuokoka kumpokea Yesu. Kwa sababu kwenye nikwambie, watu wanasema kuna mbingu ya saba. Hakuna mbingu ya saba, hizo ni ndoto. Hakuna. Sisi tunachofahamu, ufalme ziko tatu tu. Ufalme wa kwanza tuko sisi hapa, tumetawala. Ufalme wa pili ni ufalme wa nguvu za giza, upo juu yetu. Waumeni na Ujemi huko hapa. Unanielewa? Na ufalme wa nguvu za giza unaofuata wa Mungu huko juu. Hasa mtu asiyeokoka huwa anakaa chini, halafu shetani ndio amemkalia juu. Kila kijaribu kufurukuta afurukuti. Utaweza kutoka umekaliwa na serikali ya hiyo? Wachawi watakuwa ndio baba zako na mama zako, waganga ndio sehemu ya kupeleka hela zako, watakumalizia. Watakula vyako. Umetawaliwa, huna namna, lazima kwanza ukubali. Ndio maana Yesu anasema, hivi ni nani anayeenda kupigana vita asiyefanya hesabu kwanza? Kwamba hivi naweza nikashinda. Ukiona uwezi andika shati za amani, kubali kuwatumikia. Ndio maana Wafilisti wakati wana wa Israeli hawa wanaenda kupambana, wakasema huyo Mungu wao ameingia kambini tayari. Hivi tukisema twende tutapigwa, bora tusiende. Wakainuka mioyo. Sikiliza, mapepo ilipoinuka, wa Mungu nabo ni hao. Wako nyinyi wajinga, yanawatiana nguvu na nyinyi kama sisi. Ni wajinga ni. Unataka tu watumwa wa taifa la Israeli. Tukisema tukubali tutakuwa watumwa wao. Ila tukiwashinda wao watakuwa watumwa wetu. Tufanye vita. Tukubaliane, mkitushinda tutawatumikia. Ila sisi tukiwashinda mkubali kutumikia. Bwana Yesu asifiwe. Hapa nazungumzia vita. Ndio maana ukiokoka unakaa juu. Mungu aliyemwambia Danieli, wewe ni mkwalito mpaka mkuu wa waganga na wachawi Danieli. Unaona niwasaidie mpaka wachawi Danieli. Neema ya Mungu ni ajabu sana. Wachawi tunaishi nao na sisi ndio tunaoombea. Kwani nafikiri wachawi wanataka kuangamiza Nebukadneza? Asiweza kutafsiri ndoto. Leo nitafanya yeye na nyumba yake wote vichwa vyao vitafanywa chawa. Damu zinatiririka. Wachawi wenyewe walishindwa. Wakasema labda miungu isiyo na kikao na wenye mwili kwa ndoto ambayo hatuijui, si tafsiri. Hilo ni sanamu mliona yeye mwenyewe hafa aseme. Wasa tuambie basi hiyo sanamu. Tuambie vitu ulivyoviona kama jinsi tunaweza kusimulia ndoto. Hasa Paulo anasema sisimulie leo, nataka kujua. Neno la Bwana limetua hapa limetia nanga. Paulo anasema tumefunuliwa kwa roho. Roho juu hadi mafumbo ya Mungu. Danieli akaingia kwa mfalme, naomba siku kadhaa. Siku kadhaa. Uone kama sitaipata hiyo tafsiri. Akaingia kwenye maombi. Ndipo anamwendea mfalme. Akaitwa mbele mkubwa wa wachawi na waganga. Hakuonekana mwenye hekima kuliko wale wachawi. Biblia inasema walifaa mara 10 ya wachawi na waganga. Mungu alishusha anasema nitakuwa shahidi mwepesi juu ya wachawi. Nini vita? Sasa katika Timotheo hii 4:8 hapa sasa, baada yao nimepiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimemaliza, imani nimeilinda. Hapa chini sasa, baada yao nimewekewa taji ya haki. Taji ya haki yani ni uhalali. Taji ya haki. Nimejizuia ni kweli. Kuna vitu vingine Paulo anaweza kufanya vingi tu. Ilifika mahali kwa anashindwa hadi kuchangisha watu kanisani. Sije nikalikosesha kanisa la Mungu. Ndio maana nasema nilifanya kazi kwa mikono yangu. Nimepiga vita na nimeilinda sawa, nimejizuia, lakini nimewekewa taji ya haki. Hii taji ndio inayotafutwa na shetani. Hapa umepewa wewe. Kama vile Yuda alipopoteza taji yake, kilichobakia alikuwa na Ufunuo 21:7. 21:7, mwingine asome 2:10. Ufunuo 2:10 na Ufunuo 21:7. Tasoma Ufunuo 2:10. Neno la Bwana linasema,
Usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Amen. Mwingine 21:7 pale anasema, amen. Yeye ashindaye atarithi haya, nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Amen. Unaona? Hapa 10 anasema kwenye vita, pamoja na kwa ibilisi anakujaribu kwenye vita vya imani yako, lakini Mungu anasema kuwa mwaminifu hivyo hivyo, pamoja na kuwa unajaribiwa mpaka kufa. Kwa nini unaona mabinti wanajaribiwa kwa kipande cha mkate na mwacha Yesu? Halafu unasema Yuda alimuuza Yesu, na wewe umemuuza Yesu, umetoa mwili wako kumpa mtu. Kwani mwili ni wako wa Kristo? Sasa Mungu anasema mtajaribiwa mwe na dhiki. Hata kwenye dhiki, lakini Mungu anasema wewe kuwa mwaminifu, bora ufie katika imani. Halafu Yesu anasema nitakupa taji ya uzima. Taji ya uzima. Unavishwa. Siku ile Yesu anakutana naye mbinguni, anafika na kuvalisha taji, mwanangu ulishinda. Ndio anasema atakayeshinda ndio atakayerithi haya. Nitakuwa kwake Baba na nitakuwa kwangu mwanangu, nitamkaribisha. Atakufuta machozi uliokuwa mnalia hapa. Wanangu ananitesa, Mungu ananitesa. Yesu wewe twalio bana yeye mbaki anashinda. Utafutwa machozi, kila chozi. Si machozi yako mangapi uliaga wewe. Yeye Mungu anaandika kwenye kibao cha moyo wako. Zile agano za mbao 2 Musa alizozivunja, hizo ziko kwenye moyo wako zimekaa. Sio kafikiri dhambi Mungu anakuandika, hakuandiki. Moyo wako unaandika wenyewe, yani ni special. Ndio maana kuna miujiza amefanya Yesu mingi wewe, lakini mimi nikaja kusoma nikagundua muujiza Yesu aliyofanya yote ni miujiza midogo sana. Hata kama alifufua Lazaro amekufa siku 4 bado ni muujiza mdogo. Muujiza mkubwa unataka niseme alipokusamehe dhambi. Huo ndio muujiza mkubwa. Ndio maana Ayubu anasema hivi, ni nani katika uchafu atoe kitu kitoke kisafi? Ni nani? Mtu aliyezaliwa kwenye jito la damu, watu walikuwa wanazaliwa, watu wakiwa wakitoka tu na damu wanatengwa. Mungu huyo huyo. Watu wakatengwe mbali na ibada. Wanajisi wale wamekosa nini? Lakini wanakutana na Yesu, wanashika pindo na unajisi wao. Na Yesu anawatakasa. Sasa usiku msiba kwako tena. Wewe ndio kanisa, hilo ndio kanisa. Wewe ukoma si watengwa. Bwana mkubwa utolea. Yesu ndiye akawafuata na wekea mikono. Watu wakasema mtu huyu anakufuru. Hakufuru. Sasa anakufuru, wanaona matendo ya Mungu, miujiza tu, lakini mkubwa ni kusamehewa dhambi. Hiyo ndio mbaya kwa watu ambao hawamjui Mungu. Wanafikiria labda ili uwe na Yesu lazima kwanza ukiwa kiwete mpaka utembee. Hapana. Kumbuka kuna viwete wa aina mbili. Yesu anasema hivi, nimekuja ili kipofu upate kuona, kisiwa upate kusikia, kiwete upate kutembea. Furahi wewe uliyetasa. Bwana Yesu asifiwe. Anapozungumzia kiwete, ni kweli tuliona anaponya kwa damu na nyama wanatembea. Alikuwa anazungumzia viwete wa rohoni wasiomfahamu Mungu. Wachungaji walikuwa wanapotosha kondoo. Wamewakwaza kwenye sheria. Ndio maana katika Malaki, Mungu anasema kwenye Malaki, inafaa midomo ya kuhani ihifadhi maarifa, ili watu wasikie sheria kwa, lakini wamewakwaza watu wao. Ndio maana kwenye Ezekieli Mungu anasema nitashuka, nitawaachisha kazi wachungaji wote wa Bwana. Nitajiinulia mtu anayependeza moyo wangu kama Yesu, atakayewalisha kwa wakati wake. Wagonjwa ataenda kuwatazama, atawatia mpaka moyo waliovunjika moyo. Sio ufarisayo tena huo, au Nikolai wa kuteka mahekalu, kusema naye hapa kwa sadaka ndio kitu, anaye hapa kwa hekalu hiyo ndio kwenye hela ndio kitu, anaye hapa kwa hekalu si kitu. Bwana sifiwe. Ukiapa kwa dhahabu umejifunga. Yaani ukichelewa kwenye ibada wewe kama unatoa tu hela hana tatizo. Lakini Yesu alikuja kupindua mambo Yerusalemu. Pindua zile meza zote. Nyumba ya Baba yangu msifanye nyumba ya sala. Akaita, pigia Yesu makofi na vigelegele. Kweli wakapiga makofi. Kumbe Yesu anasema kwenye Mathayo, wale Wafarisayo wanafiki, mnazunguka nchi kavu na baharini, mnamtafuta mtu mmoja au mwongofu, halafu na nyinyi wenyewe mnamfanya mwenzenu au mwana wa jehanamu mara 2 kuliko nyinyi. Ashuhudie uongo kwa Mungu amefanya wakati sivyo.
sio linalotumia nguvu za giza. Uliwe tu uondoke. Toa sadaka kujimaliza. Toa sadaka. Haroma malaika. Usifiwe na mume wako bwana. Mungu amenionyesha siku ya leo. Ile gari Prado usipande. Inatakiwa utoe mbegu. Kuna gari 7 naziona mbele yako. Kumbuka na amani alijichove mara 7 akapona. Yaani mahubiri ya kuzunguka tunayaweza. Amani kwa ni tajiri. Alipojichove mtoto mara 7 unaona alipokataa nataka utoke na huko. Yesu alinionyesha leo kuna mtu anachomoka. Achomoke asichomoke. Achomoke, achomoke. Mama, hebu taja sadaka inayouma kama ya Isaka. Kio unaanza natoa nyumba yangu ya ujane ile maskini. Mungu mbinguni anachungulia jinsi ya kupata. Toa kutoa ni rahisi. Napigwa. Halafu utaliwa vyote baadaye wanaenda kukaa na jadili kikao. Watu mama tumemtofautisha eti kama kiboko hicho alivyofanya sasa. Hebu mmoja hapa atafute gari ndogo ya milioni 20. Tumechukua vitu vya milioni 200 pale. Chukua gari ya milioni 20 alafu ujifanye ni msamaria mtafute mtu. Mtu mama nimesikia na kuso. Jamani Mungu amenitendea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hapa nakwenda kumalizia somo. Ukisoma hii Ufunuo, Mungu anasema huyu ibilisi atawajaribu. Amen. Kwa imani yenu mtajaribiwa. Lakini Yakobo anasema heri anastahili majaribu. Amen. Anasema kisha jaribiwa. Amen. Kisha shinda utapokea taji. Amen. Taji ambayo haikauki wala haiharibiki. Amen. Watu wa dunia ukishinda mechi, huwa wanapokea taji zinazoharibika. Kesho wanazidisha haribika inakaa ndani ya nyauka neema huwa haiharibiki. Lakini taji ya Mungu akikupa anasema utadumu nayo hata milele. Amen. Amen. Utakapojishusha kuna wakati unaenda mbinguni na mbele Yesu. Mimi sistahili, unastahili wewe kutoa heshima na utukufu. Amen. Unastahili wewe tu. Alafu Yesu anasema basi mwanangu yeye mwenyewe anakuinua heshima chukua. Amen. Hiyo ndio taji. Amen. Sema kwenye Mathayo anawaonya anasema msiogope anakaa kuwa mwili wako unaweza kujaribiwa mpaka inafika mahala kama umehubiri kweli. Itafika mahala makanisa yameanza kufungwa baadhi mnaona mwanzo wa utungu unapokuja. Na hiyo mahubiri niache YouTube kule. Bwana asifiwe. Amen. Sasa itafika mahala utaona makanisa ya kilokole yanaondoka tena ya dini wale watapewa sheria pamoja na government wataongoza vile vile wanavyotakiwa. Ila walokole sio mtasimamia imani za kina Danieli nimesema muda ule hapa asubuhi. Sasa itafika mahala uliozoea kusimamia miguu ya askofu hapa. Askofu naye anasema hata mimi mwenyewe nataka kujipigania kwanza. Hebu tuangalie tufanyie ibada wapi. Waoga wote. Ndio mtakapokiona. Amen. Mtasujudia namba ya mnyama sio muda mrefu. Tunakwenda pabaya makanisa yatafungwa ni kweli. Amen. Sio kwamba imefungwa ni unabii nakwambia. Kwa sababu lazima itimie. Sasa kwa bahati mbaya mimi Mungu aliniambia Mama Samia anafariki. Kwanza kabla Magufuli niliambiwa kama Magufuli anafariki. Nikasema inakuwaje? Itakuwa hivi, akishakufa Tanzania itakaa hivi, mwisho wa siku itakuwa hivi. Mimi nilinyamazana kimya, nikaenda salamu mpaka leo. Nikamwambia Mungu mimi maana yake nikarudisha mara ya pili. Anaenda yuko napitia. Sasa mimi nitazamisha mimi nifanye nini? Akasema ndio jiandae aondoka. Sasa nifanye nini? Anaondoka. Nilichokuwa nakitaka kimekamilika, amesimama mama sasa. Sasa hivi nimeambiwa mama anaondoka. Nini anasema madaraka atayapata lakini hata kaa atakufa ghafla utashangaa wapi. Halafu nikaambiwa Majaliwa anachukua nafasi tena. Naomba tuseme sisi sio manabii kutafuta kuitwa ikulu. Unaitwa kutafuta nini? Hata kwanza muambie wewe unakufa atakuona wewe ni mchawi. Kwa sababu haitaki kweli. Kama ndivyo ungekubali basi Yesu ni Bwana. Umeona? Hasa mtu huyu kama akiamua kutaka kubadilisha unabii wa Mungu inawezekana kwa kunyenyekea na kubadilisha. Kama alivyofanya watu wa Ninawi. So nitubu Ninawi waliwaua Mungu. Ninawi walikufa. Hawakufa. Siliwaje. Sasa Mungu anachoangalia wafalme watakushuka kwenye viti. Na ndio maana unapokuta binadamu yoyote wanaangalia kitendo kwenye ofisi yako, anaangalia nini mtu wabarika. Kipi tu atakaa nani pale. Kila mtu macho yao pale. Ndio maana Mungu anamwambia Daudi kiti chako cha enzi na kifanya imara. Endapo mwanao Sulemani akinisikiliza kama kwenye Ufunuo hapa, nitakuwa kwake baba. Naye atakuwa mwana kwangu. Ubaba na umama tunapata kupitia Yesu Kristo. Na ndio maana ametuambia mwenye sikio na asikie. Watakaoshinda ndio watakaovishwa taji. Sasa hizo taji kainazo makini. Kuna taji zenu mtanyang'anywa, taji zingine ambazo Mungu amewapatia ni vipawa. Yesu anasema toa talanta. Unapoona kama
wewe huwezi kutumia uimbaji, ananyang'anya anapewa mwingine. Wewe unasema mimi sifai, pale Mungu analeta mwingine. Watu unapotoka kwa Yesu, wengine wanaingia. Wewe unatoka leo, kesho Mungu analeta wawili, watatu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaachaje kujishikilia kwa Yesu? Utapona vipi? Bwana Yesu asifiwe. Tunaona Yesu anasema nyinyi msiogope, mkapeleka kwenye mahakama magereza, msiogope. Kama Paulo anaposema vita nimevipiga, lakini mwenye kuvumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Msiogope binadamu yeyote anayeweza kuua mwili asiweze kuua roho yako wewe. 1:7 anasema nitakufanya kuwa nguzo. Nitakufanya kuwa nguzo. Ndio maana kwenye Yesu wabadilisha mambo. Tunasoma nao watu, wewe ndio utakayobadilisha mambo. Bwana asifiwe. Ni rahisi kusoma watu wanafanya, lakini sio ufanye wewe. Hasa kama moto nyumbani kwako mdogo tu unashindwa kustahimili. Je, utastahimili jehanamu? Utaiweza? Kama moto mdogo umekushinda, jehanamu utaiweza? Kama unaweza kanyaga kidogo tu hivi, alafu sema Yesu, mimi naendelea kubugia dhambi na kula dhambi mpaka nichoke. Chukua rushwa, endelea kutafuna dhambi, kula. Mungu anasema unajiangamiza mwenyewe. Unajiangamiza nafsi yako. Kwenye nafsi ndio yanatoka maamuzi, na Mungu haingiliaje maamuzi. Kama za chagua, nimekuwekea uzima na mauti. Chagua wewe leo hii, nimekuwekea hayo hapo, maamuzi hapa. Kuna watu wamechagua mauti bila kujua kama ni mauti. Na kuna watu wamechagua mauti kwa sababu wanajua ni mauti. So umefanya mikataba ya ulaghai na shetani kuwakosesha mbingu. Anajua kwamba watu lazima nifanao, na Biblia inasemaje? Anajua na wakati mchache, na hawezi kukubali shetani. Yeye anataka kuondoka na watu maelfu, kama vile kondoo anayepelekwa machinjoni. Unapokula vile na shetani umefungiwa kwenye zizi, unajua salama. Ndio maana machinjoni usipokaa sawa unakuta ng'ombe kamba shoka. Ng'ombe wanapata wazimu kwenye machinjo. Yesu amekaa kwenye zizi, anapewa siku aende kuchunga, anasema yes, leo naletewa kila kitu. Asipokaa muda mrefu kitanzi. Sasa tunatakiwa tushinde kwa uhalali, yani kwa kufanya yaliyo mema na haki. Tuache kutamani vitu vidogo vidogo visitukoseshe mbingu. Ndio maana Yesu anasema mtu anayetaka kuokoka lazima afanye hesabu kwamba ninaweza kumaliza ama nikashindwa. Nisije nikalitangaza jina la Mungu, wameona miujiza alafu kesho nikashindwa, yale mema yakageuka kuwa mabaya na Mungu akatukana, atakuondoa mapema. Kwa unaona watu wamemtumikia Mungu baadaye wameacha, wanasema ile kwa zamani vizuri jamani. Angalia bora mimi hapa sijaokoka. Afadhali yangu mimi. Hapana. Bora mimi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumbe ukishaingia umetangaza jina la Bwana, na Bwana atazidi kukutakasa kama dhahabu ili uzidi kung'aa. Lakini kwenye vita hutakuwa peke yako. Yuko Yesu wa Nazareti. Jina la mwana wa Yesu alishinda. Huyo ambao tunamtangaza jioni leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana kwenye Ufunuo hapa anasema kumbuka ulikoanguka ukatubu. Kwa sababu adui anakuchukulia taji yako. Mwisho wa siku utakuwa kama Yuda, utaenda kujinyonga. Simama kwa miguu yako. Ni rahisi kuwasoma watu walivyoandikwa habari zao, na ni rahisi kutembelea manabii na mitume walivyofanya. Wengi wanatamani kuona vivuli vinaponya, wengi wanatamani kuona wafu wanafufuka, lakini wamesahau kile unachofundisha wengine lazima na wewe uweze kukitendea kazi, ili uweze kufikia maeneo ambayo Mungu amekukusudia. Hiyo taji uliyopewa, kama Mungu amekupa karama ya kukirimu kwa bidii, ukisubata itanyang'anywa. Kama ni hela atapewa mwingine. Ukiona Mungu amekupa chochote, wewe kitumie tu kwa uaminifu. Usidharau kidogo, kama yule alisema kamoja tu akafukia kwenye mchanga. Yesu anasema hivi, hiyo taji yako kama yule aliyoiacha atapewa Matia. Atashika nafasi ya yule Matia. Ndio maana kuna hatari sana. Tupo kipindi cha mwisho. Na unaweza ukasema mbona Yesu hajarudi usiku wa leo au jana? Lakini angalia wanaokufa ni maelfu ya watu duniani. Yaani chezea hela, usichezee nafsi yako. Kwa sababu baada ya kifo ni hukumu. Sasa je, una watu wanasubiria waende wakajute mbinguni, wakasema baba tungetupa dakika 5 tu, tungefanya yaliyo mema. Atasema umechelewa. Wewe ukiona mtu
wa siku mnasikia parapanda imelia amekufa, lakini Mungu anasema ninajua mawazo ninayokuwazia wewe ni mawazo mema. Yeye ni mawazo mema. Ndio maana nakupa matumaini ya siku zako za mwisho. Hakuna mzazi anayesomesha mtoto ili aende akafeli. Yesu Kristo anasema kondoo nilionao sitampoteza hata mmoja. Sijawahi kuona wanafunzi wa Yesu wamepotea pale zaidi ya Yuda tu. Biblia imefunua kwa bahati njema wote wameingia mbinguni. Kama ungekuwa hujaingia tungeona kwenye Biblia neno la Mungu limekamilika. Limekamilika. Sijajua ni nani anayeweza kujitoa kwa Yesu. Ndio maana tunasema hii safina sasa imekaa inatengenezwa. Tunazidi kutengenezwa kabla haijakamilika. Sasa Mungu anakuita leo. Anasema kama hujaokoka ni vyema ungeingia kwenye safina kwanza. Natamani mtu mmoja anayesema nataka Yesu niokoke, ili akupiganie na wachawi, akupiganie na waganga, akupiganie kwenye ndoa. Ndoa itasumbua bila Yesu, ndoa itakutesa bila Yesu. Utaoa Yebusi wawe miiba kwenye nyumba yako, lakini Yesu anakuwazia mema. Huwezi ukamwomba Yesu akakujibu kama sio mume wake. Unaweza ukaomba hela kwa mtu ambaye sio mume wako, lakini anasema kwa Hosea nitakuposa kwa thamani ili unijue mimi kwamba nakupenda, na atakulinda utoke katika saa ya kujaribiwa ambayo inauchilia ulimwengu wote. Kama hujaokoka napenda nikukaribishe. Njoo kwa Yesu kama bado hujaokoka. Tunataka tuende tukaombe kwa dakika chache. Njoo kwa Yesu. Yesu anakupenda, ndio maana umelisikia neno jioni leo. Shetani amekamata taji yako, ujui karama yako uliyopewa. Hiyo ni taji ambayo Mungu amekupa. Yesu anasema nimewaweka mwende mkazae matunda. Mtu usiozaa lazima utakatwa tu. Sasa hiyo taji yako inazidi kuharibika. Wewe hujijui ni nani? Hujijui ni nani? Maana dunia saizi ni ajabu kidogo. Ukifuata mtu wa dini naye atakwambia na mimi nimeokoka. Ndio maana huwa namuuliza, je, kule kwenye dini mnabatizwa maji mengi? Akisema hapana, namwambia basi ni tatizo. Yesu anasema kubali kuitimiza haki yote. Sasa Yesu anakuita njoo. Anakuwazia mema. Anakuwazia mema. Basi kwa dakika chache napenda niwakaribishe wote wanaopitia shida, changamoto, majaribu yamekuwa mengi, tabu zimekuwa nyingi. Nataka tuende tukaombe kwa pamoja. Kama unaweza kusogea, unaweza kusogea. Bwana atakwenda kukutoa mzigo wako. Kama unapitia changamoto, Yesu atakwenda kukutoa mzigo wako. Kwa sababu Yesu anasema acheni watoto washibe kwanza. Maombi ni haki yako wewe. Na wote ambao wajawazito basi naomba waweze kusogea. Twende nikaombe. Najua inawezekana unapitia majaribu mengi, lakini umeshindwa kustahimili peke yako. Yesu yuko hapa. Majaribu mengine ngoja tumtishe Yesu mwenyewe shughulike nao. Maana amekupenda. Bwana Yesu asifiwe. Wote tumeokoka.
Yesu. Nishindie katika majaribu. Naomba nisaidie niingie mbinguni na niweze kushinda ya dunia hii. Kumbuka Yesu, yeye huwa anamsaidia mtu anayetaka kusaidika. Akigundua una nia kuingia mbinguni, hata kama unateseka na majaribu, unaanguka kila siku. Yesu akiona unaumia kila siku, kwa nini naanguka? Unapomuomba Mungu, unapoombea au endelea kuomba, mwambie nachukia kwa nini hii dhambi kila siku inanitesa. Najaribu kuzuia usemaji wa watu vibaya, najikuta nashindwa. Najaribu kuacha kutazama picha chafu mitandaoni, nashindwa. Najaribu kuacha kufanya mambo ya ovyo, mengine nashindwa. Omba, Yesu atakupatia nguvu, atakusaidia hilo leo. Yesu atakushindia hilo leo. Kila aliyokoka na udhaifu wake. Usije ukasema yule mhubiri yuko vizuri. Hapana, yote tuna udhaifu. Nitakwenda kuomba kwa ajili yenu. Naomba wote wajawazito, nataka niombe. Yuko kama nimewaona wameshaenda. Amina. Basi wote tuliokaa hapa tutaendelea kuomba. Omba Mungu akusaidie. Naomba mwisho wako uwe mzuri. Daudi anasema nijulishe mwisho wangu. Anataka kujiona alipo dhaifu duniani. Omba Mungu akusaidie, na Mungu anasikia. Anasema nimeweka uzima na mauti kwenye kinywa chako. Baba, katika jina la Yesu, Mungu unayeweza, Mungu unayetosha, tazama na msogeza mtume wako huyu Yesu Kristo. Angalia mama huyu, ninamtakasa kwa damu ya Yesu, kuanzia kwenye unyayo mpaka kwenye utosi. Kila mateso anayopitia kwa jina la Yesu, katika hali aliyonayo Yesu, ninakataa operesheni zozote za madaktari. Shetani anayetumia madaktari kupanda mapambo ya kuweka visu kwa mama huyu, ninayafunga kwa damu ya Yesu kuanzia sasa. Natamka mama huyu akajifungue njia iliyo salama, njia ikaonekana iliyo kubwa. Yesu, shughulika naye. Weka ulinzi kwa kiumbe kilichopo tumboni hapa. Yesu, ninaomba ulinzi. Naomba kumpiganie, naomba kumtetee katika hali anayopitia. Yesu Kristo, weka mikononi mwako. Ninaomba uzima, mtoto akazaliwa salama, mama akawa na afya njema. Kila mipango ya shetani ninasema kinyume naye kwa jina la Yesu. Kila roho za mafatilizi zinazowinda huduma yake, zinazowinda karama yake, zinazowinda kipawa chake, toka achia mama huyo, toka achia mtoto huyo kwa jina la Yesu. Ninatamka mtoto atakayezaliwa akawe wa mahala hapa, akakutumikie wewe. Yesu Kristo, onekana juu ya mama huyu katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu, weka vijana hawa mikononi mwako Mungu. Naomba karama zao wazitumie vizuri, taji zao zikazidi kung'aa katika jina la Yesu Kristo. Washindie katika majaribu, washindie katika mateso kwa jina la Yesu Kristo. Chungaji, karibu endelea na wengine kwa jina la Yesu Kristo. Najua vijana wanapitia changamoto. Yesu, mpatie kushinda. Huduma aliyokuwa nayo ni njema. Naomba Bwana umsaidie akakutumikia katika roho ya kweli. Wewe usadii kwa jina la Yesu, isipate nafasi kuwavamia kwa jina la Yesu. Ninatamka uzima, huduma ikazidi kupaa, ikazidi kung'aa kama mwangaza wa jua. Baba, ninakusogeza kwako. Naomba mlinde, taji yake sinyang'anywe na ibilisi. Naomba ukamtunze, naomba ukampiganie katika jina la Yesu. Baba, ninaomba karama yake ikaendelee kuchipuka, ikaendelee kufanya kazi maeneo haya. Yesu Kristo, mpatie na nguvu. Kila mateso yakapate kumwachia kwa jina la Yesu. Kila roho za majaribu zikapate kushinda, akapate kushinda. Jaze roho wako, jaze nguvu. Roho za kuanguka toka njia ya binti huyu kwa jina la Yesu. Roho za mafatilizi hazina nafasi kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, weka kijana wa mikononi mwako. Piga roho za udanganyifu, udanganyifu na wanzia utotoni, hauna nafasi kwa jina la Yesu. Weka mikononi mwako Bwana. Omba mpiganie na umshindanie katika jina la Yesu. Yesu msaidie, Yesu mpiganie, mpe na uzima. Paulisha katika kazi zake, onekana kwenye huduma zake, onekana pote anapopitia. Yesu Kristo, naomba nimzungushie moto, ukamlinde anapoingia, ukamlinde anayetoka kwa jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu, naomba huduma yake Baba, weka mikononi mwako. Na iombea taji yake. Yesu, kazidi kutumika duniani hapa, akazidi kutumika kwenye ibada, akatumika maeneo mbalimbali. Onekanie Mwokozi katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba neema yako Mungu. Baba mtakatifu, ninasema asante kwa kuwa Mungu wewe ni mwaminifu. Sifa na utukufu ninakupa wewe katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawasogeza watoto hawa mikononi mwako. Yesu, kawalinde. Yesu, kawatunze kwenye masomo yao.
ukamtoe mizigo ya majaribu yasiyo na sababu yanayosababishwa na ibilisi wakati mwingine kupitia hali yake aliyokuwa nayo. Baba, tazama Yesu, ninamleta miguuni pako. Wewe ni Mungu unayependa maisha yake yote. Ninaomba uzima ukapatikane siku ya kujifungua. Ninaomba neema yako ikawe juu yake. Andaa madaktari walio sahihi watakaoshika kwa nafasi yao, Yesu, ukiwatumia kama vyombo. Kila roho zote za operation nazifunga na nimekataa. Hasara zote nimezikataa. Yesu, nataka uzima kwa huyu mtoto atakayezaliwa atakupendeza wewe Mungu na wanadamu, hata familia yake ikafurahie. Katika jina la Yesu ninamweka mikononi mwako Baba. Ninaomba uzima, ninaombea karama yake pia akaambukize mpaka watoto wake aliye ndani. Naomba neema yako ikawe juu yake katika jina la Yesu. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Yesu kampiganie katika jina la Yesu.